Lakini pia ukisoma Biblia, soma Biblia kwenye kitabu cha Samueli, wakati Mungu amenunua Sauli kwenda kulipiza kisasi juu ya Amaleki. Tunasikilizana. Samueli baada ya kumpaka mafuta anakuja kumtambulisha mbele za Israeli kwamba ndio mfalme. Ilikuwa kabla hajamtambulisha, alimwambia kwanza Sauli, akamwambia Sauli, ishara hizo zote zitakapotukia fanya uonavyo. Yote unaona kuwa maana Bwana yuko pamoja nao. Lakini utasubiri siku 7. Utasubiri siku ngapi? 7, hata tutakapokuja kutoa sadaka ya amani na sadaka ya kuteketezwa. Sauli alipoona maadui wamemzunguka na Samueli hajaja, akatoa ile sadaka mwenyewe. Lakini kweli si ilimshindia vitani, japo alipaswa msubiri Samueli. Lakini alipotoa sadaka akamwambia, niliona umekawia na watu wanatawanyika na maadui wananizonga. Akatoa ile sadaka. Alimleta mpaka Agagi, wakati Mungu alimwambia kaue mpaka Agagi, amangamiza Amaleki wote na kila kitu. Akaleta Agagi, kondoo alionona, ng'ombe alionona, akasema unajua kumtwalia Mungu sadaka. Wewe ni kwamba alimleta Agagi ili aonekane ana nguvu, kwamba amemleta mfalme akiwa hai. Wakati Mungu alisema angamiza, ile jambo likamkasirisha Mungu, lakini bado uwezo wa kushinda ile vita ulikuwepo kwa sababu ya sadaka alizotoa. Kwa hiyo utaona Israeli kabla ya kwenda vitani walienda kumwabudu Mungu na kutoa sadaka. Haleluya. Na sisi kweli Mungu akifungua macho kwenye ulimwengu leo napigana kweli, ni vita kweli. Haleluya. Ujifunze kuinua sadaka. Kama vile ambavyo tunamaliza mwishoni. Yaani unapokuwa unainua sadaka, unamwambia Mungu nainua sadaka kwa ajili ya maombi haya ya leo, kwa ajili ya vita hii, ikanene mbele zako kanishindie. Kwa hiyo dhabihu itaongea mbele za Mungu, na nguvu ya dhabihu kutoka kwenye madhabahu ya Mungu aliye mbinguni itafuata ile vita kwa ajili ya ushindi wako. Amen. Basi hilo ni la kwako, nimekuachia. Siingili utaratibu wa kutoa sadaka meza ya Bwana, naelewa hilo ni jambo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimekueleza lengo ni nini. Usiende kukutana na mashambulizi. Tunapigana na falme na mamlaka za giza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nakusemesha dakika chache kukutia ufahamu, tuingie kwenye maombi. Amen. Kwa sisi nitafundisha kama siku nyingine zaidi ya kukuelewesha ili tuingie kwenye maombi. Mungu wa mbinguni asifiwe. Kwenye familia nyingi utakuta watoto wanatajwa kwa majina ya. Yanatajwa kwa majina ya. Jina aidha huyu ni kwa mjomba, huyu ni wa babu mzaa baba, huyu wa bibi mzaa mama, huyu ni kaka mkubwa. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Na inaonekana ni jambo zuri na la heshima. Inaonekana kama jambo zuri la heshima, lakini hawajui kiroho chake. Hawajui kiroho chake. Unaweza kukuta mtu anateseka kwenye ndoa, lakini kinachomtesa ni nafasi ya kuwa jina la bibi mzaa baba, na wewe ni mke wa babu. Ni mke wa nani? Wewe usiku unazini na nani? Wewe si mke wa babu. Si lazima mamizimu ya kufuata na spiritual husband. Si lazima ma spiritual wife, na si wanawivu na si mume. Hapo umekasirika. Basi tuache hiyo kurasa, maana inaonekana kama nikizungumza ni kigumu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umenyamaza, maana yake nini? Maana kanisa lote limepoa kwamba ni kitu siwezi kukifafanua kwa muda mfupi, kwa hiyo hutaweza kukifanyia kazi, maana kinahitaji maelezo marefu. Si ndio? Sasa nikiacha kwa sababu muda wa maelezo marefu sina. Nataka nikupeleke maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku moja nikawa ninafundisha na kuombea watu. Mwanamke mmoja anayejiheshimu na Mungu amempa heshima, na ana ndoa yake na watoto wake, na Mungu amewabariki, Mungu amewapa mali.
Lakini shida kwenye tendo la ndoa haingiliki. Afanyaje? Haingiliki. Amezaji watoto, amewazaa, hapakuwa na shida. Shida moja kujitokeza mbeleni, mama anapata hali ambayo hivi, kumbe tuna marika tofauti. Yesu ni rehemu, nisameni, sikujua. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine mnawaacha watoto nyumbani. Haleluya. Maana tunapoanza kufundisha masomo ya deliverance, lazima kuna mambo tunataja ili mtu ajue kumbe ni tatizo, kumbe natakiwa kutoka, ni shida ni kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa umri wao kuna vitu tukiongea tunashindwa mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama akawa anamwagika chemichemi. Anamwagika nini? Lakini haikuwa chemichemi ya damu, ilikuwa ya maji, kiasi ambacho inakuwa mbaya, lazima avae pedi. Sio damu, maji, lazima avae pedi. Kwa ndoa yake ikawa imeingia mahali pagumu. Tulipoanza kusema hamna anayejua, mimi sijui, hakuna mtu anayejua, yeye alinyamaza nacho akakaa kwenye kiti kama ulivyokaa. Tumemaliza maombi, tumemaliza toba, tukaanza kupiga madhabahu, achia ndoa, achia amani ya ndoa, achilia mahusiano, achilia. Tukapiga maeneo mengi, achia uchumi, achia nini, achia nyota, achia kibali. Hatujui hata Mungu alitokezea kwa lipi ndio niliachia. Maana tunapiga kwenye asili tumetokea. Bwana Yesu asifiwe. Naambia piga huko ulikozaliwa, wakuachilie. Toka, waambie unataka kuondoka huko sio kwako. Umetokea Kigoma mjini, waambie natoka naenda mjini. Mimi ni wa Dar es Salaam, mimi ni wa Arusha, mimi ni wa Dodoma. Basi niwe Dodoma, huko niachieni. Tumeomba, tumemaliza. Yule mama kile kitu kilikata, ndio akaja kutoboa siri. Mchungaji, na jambo limetesa miaka, ndio imeingia mahali pagumu. Yaani kwa sababu tu ya utu uzima, mume anachukulia tu hekima ya kuendelea kusababisha amani ya nini? Ya ndoa, lakini kweli hapako vizuri. Akasema baada ya yale maombi, akasema alisikia kutapika, alisikia ile nilipomwachia, na kile kitu kikakata, haijarudia, na ndoa yake imerudi mahali pake. Mungu wa milele asifiwe. Kwa kuna vitu watu wanapitia, lakini hawajui kwamba madhabahu zinawaharibia. Madhabahu zinafanyaje? Zinawaharibia. Saa nyingine zinawaharibia kwenye ndoa, saa nyingine zinawaharibia kazini, saa nyingine zinawaharibia. Mungu wa milele asifiwe. Kwa lazima tuombe. Juzi mwezi wa 11 hivi kuja wa 12, nikamwambia mtu mmoja, Mungu amenisemesha. Nimeona vita iliyokuacha mjane mara ya kwanza imeinuka kukuacha mjane mara ya pili. Vita iliyoinuka kumwacha mjane mara ya kwanza, nikaonyesha imeinuka kumwacha mjane mara ya pili. Na aliachwa mjane mara ya kwanza akiwa mchanga kwenye ndoa na katoto kachanga kajakaa. Mume akafa kitu cha ajabu ghafla. Akakaa muda, mtoto wake amekuja kukua mpaka ameanza shule, yuko primary kwenye darasa la 2 hivi au la 3. Mama akaolewa na mchungaji. Akaolewa na nani? Tena mchungaji ambaye yuko vizuri kiroho. Hapendi kuona mtu ameonewa na mashetani wala mapepo. Atakuombea ufunguke, ana neema kubwa na ni mtu wa maombi sana. Lakini angalia ile vita ilikuwa inamtoa. Yeye mwenyewe akaanza kushikwa. Ikishika msipa, inashika mpaka kichwani, anapindishwa hivi. Sio unaelewa? Ni nini imeinuka? Madhabahu ya upande wa mwanamke. Nataka kumwacha mjane. Sasa nipata uhalali si mume? Huko panaruhusiwa kuwa na mume. Lakini huyu ni mtumishi wa Mungu, ila amekalia mahali ambapo pana mauti. Mwanzo kutoelewa. Yule mchungaji siku moja akamwambia waombaji fulani wa mama, akasema nibebeni kwenye maombi. Hakueleza kinachoendelea. Mama mmoja akamfuata akamwambia, mchungaji, nilikuwa nakuombea, nikasikia nikiambiwa niombee ndoa yako. Akasema wakati naombea ndoa yako, nikaona amekuja mtu amevaa mavazi meusi mpaka akafunika kaacha tu vimacho. Anatokea eneo fulani, anataja. Anatokea huko, amekuja kukuua kwa ajili ya mke. Mchungaji akaniambia nimeogopa kwa sababu huyu mama hajui baba mkwe wangu anatokea wapi, hajui anakoishi, na alikotajwa ndo baba mkwe anakoishi ndo mji wa baba mkwe. Kwa hiyo maana hii vita kwa mwanamke sio upande wa mama yake, iko upande wa baba yake.
Sijui kama mnanielewa watu wa Mungu. Tuliomba siku moja, mchungaji alishikwa kwikwi iliyopitiliza mpaka usiku saa 7 wanaenda kumchukua upeleka hospitali. Nikapigiwa simu, Mungu akaniambia mauti tena. Ile kitu nikaanza kuomba. Nikamwambia Mungu, nikubali tuko mbele zako kwa rehema tu kama ulivyoniita. Naomba tu asife. Inakuaje? Anza kuomba. Nikamwambia mchungaji, sikiliza. Hiki tu kicheza nayo na kupeleka kaburini. Na ilianza siku alipoanza kutoa matumizi ya mtoto aliyezaa na mke wake. Siku amelipa ada, mtoto analipiwa ada. Koma ilianza. Sijui kama mnanielewa. Nikamwambia tukicheza kitu na kuchukua. Hii ni mara ya ngapi imekuja? Tukicheza, akasema mama wewe acha. Akasema wewe acha, ninapambana kwenye ulimwengu wa roho, mama nateseka upite upande wa mwanamke. Nikamwambia sasa, ndio kae tu madhabahu, ndio tukae pige kambi, tufunge, tuombe, tukae tukeshe. Hiki tusiondoke na wewe. Ndio tukaanza sasa tubu, maana tujui ni uovu gani uko kwenye asili ya misingi ya upande wa mwanamke iliyosababisha nini? Mauti. Inawachilia ujane. Hatujui. Tukaanza kutubu, Mungu samehe uovu unaosababisha ujane. Tukamaliza, nikamwambia tulipe damu ya Yesu. Sio na madai ndio maana wanakula mtu. Tulipe damu ya Yesu. Tumalize, tukaanza kuvunja ile mauti. Namshukuru Mungu, angalau mpaka sasa hatujasikia akilalamika. Ilifika mahali mpaka mwanamke alisema tuachane. Nikajiuliza, huyu yule anayemjua mpendwa, anayempenda Mungu kiasi hicho, anaongea maneno ya kijinga namna hii. Alikata mpaka mahusiano ndo ndani. Vita ikainuka. Na mwanaume naye akainuka. Nikamwambia una akili? Tumishi wa Mungu. Akasema naenda kudai talaka. Nikamwambia umeshashindwa na shetani. Akasema sasa hamna ushirikiano pande hii, huyu ameshanyanyuka hivi, huku hakuna amani. Nikamwambia we wamekasirika, umepona ufu. Sasa wameenda kumwambia aondoke. Naye ajue ameambiwa aondoke. Kavikwa ile roho ya kuondoka. Unanielewa mtaona mkozi? Sasa tunapoenda kuomba, tuombe toba kwa kumaanisha huo ndio ushindi namba 1. Kwa sababu kama kuna uovu wenye uhalali, tunafutaje uhalali bila kutubu? Mungu asamehe. Unanielewa? Haleluya. Unaona, mimi naambia watu, unaona hii alama hapa. Juzi mtumishi mmoja aliniambia, "Vero kang'oe kitu." Nikamwambia sing'oe. Watu wanaviondoa. Nikamwambia ningekiondoa kama kilianzia kwangu. Hiki kitu naweza kung'oa kikaniletea shida kwa sababu kimetokea kwenye hivi vizazi. Nikamwambia mamangu mdogo, anayo mjomba wangu, anayo mdogo, na kimenitokea utu uzima hivi. Sijatoka sikio maidia. Na wengine wanafikiri kimetoka sikio. Sijatoka, sinaona ni kitu kimevimbia. Lakini nakaga chini najiuliza, hii kitu imekujaje na mimi nimeokoka, imepita wapi? Sio kama unanielewa. Kwa kuna vitu vingine vina muda wa kutokea. Mwambie jirani yako, kuna vitu vingine vina muda wa kutokea. Na ndio maana watu wengi wanashangaa, hili jambo limetokea wapi? Hii vita imetokea wapi? Hili tatizo limetokea wapi? Nilikuwa ninasubiri muda wa kudhihirika kutoka asili ya kwenu. Mungu wa mbinguni asifiwe. Kwa tunapoenda kwenye toba, maanisha katika jina la Yesu. Saa ya kusema nalipa damu Yesu. Lipa. Maana hatuna cha kulipa. Hatuna. Una nini cha kumlipa shetani wewe? Anataka hela? Anataka nini? Ulimwengu wa roho ulishamaliza damu ya Yesu. Yesu alitoa nafsi yake kufanyika fidia ya wengi. Tulipe damu ya Yesu, hakuna kitu kingine. Mungu wa milele asifiwe. Haleluya. Amen. Na unaweza kuona vitu vingine ni vya kawaida. Mimi mchungaji Vero, mwaka juzi ndio. Mwaka juzi nilikutana na ngoma nzito. Alafu nikaonyesha imetoka kwetu. Na mabibi nisiowajua, lakini nikatoa ufahamu kujua ni wa upande wa nani? Wa baba. Na wanafuatilia wakisema tunamdai, huyu ni wa kwetu. Na nikaonyesha ni ukweli, wana uhalali. Mimi ni wa kwao kwa sababu ni mjukuu wa kike wakubwa, ni wa upande wa jina la nani? Nilikuwa mlimani kwenye maombi ya muda mrefu, naweza ngana kaka siku 40. Nikiwa kwenye maombi nikaona tena, nilikuwa nimechoka, nimechoka jioni. Nimekaa nimelegea hapo chini hivi. Kama vile usingizi unataka kunibeba, nikaona maono. Niko nyumbani. Alafu wamekuja mabibi wako 3. Mabibi wako maana yake
huyu aliye bibi yake baba yangu na bibi mwingine, si ndio upande huo wanaofuatilia jukwaa majina ya kwao? Sijui kama unanielewa. Yule mbibi wako na mbabu, sijamjua yule mbabu, wakasema huyu ni wa kwetu, na nikaonyesha wana walali kweli miki kwa kanuni za msingi ni kweli ni kwamba mimi ni wa kwao. Wakasema wananidai, kwa sababu ya kunidai wakasema tunachukua titi kwa kansa. Nikaona maono, nikasema, nilishtuka kwenye ulimwengu wa roho, nikaona nikisema ya kwamba mimi ni wa Yesu, maana imeandikwa kila kifungua tumbo ni cha Mungu na Yesu amenilipia fidia damu yake. Wakapigwa kutoweka pia, nikanyanyuka nikakaa. Niliomba kama sina akili nzuri, nikasema imeandikwa katika Ufunuo, baada yeye Yesu amechinjwa kwa damu yake, hamnunia Mungu Baba watu wa kila kabila, kila lugha, kila jamaa, kila taifa, wafanya kwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, na wanamiliki juu ya nchi. Nimenunuliwa, sikieni, nimenunuliwa na damu ya Yesu, na wapa damu ya Yesu, mimi si wewe. Ni kweli nilikuwa wa kweli, ni kweli, lakini nimeandikwa na nilikuwa mzabibu mwitu kwa asili, akanikata na kuniponda kinyume cha asili yangu katika mzabibu mwema, na alipa damu ya Yesu. Imeandikwa kila kufungua tumbo ni cha Mungu, mimi ni wa Mungu. Imeandikwa inueni malango, vichwa vyenu ni malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Mimi ni lango, ni mzaliwa wa kwanza. Nimekubali kuinua kichwa changu kwa Yesu, sio kweli. Nikaanza kuomba, nikakaa nikatulia, nikajiuliza. Ile kipindi nilikuwa naotaka nikipata shida ya kansa, nilimwambia mchungaji mmoja kwenye ndoto, mimi nitamwomba Mungu aniponye. Nikawa naomba ngombe Mungu niepushe na hichi kitu. Ni ndoto gani inaotaga? Nikaomba, sikujua chanzo chake ni nini. Si ndio nikaona kumbe ni wamekasirika. Ujue hivi, kila ukoo wa Kiafrika umeabudu miungu. Ile miungu ina njaa. Watu wanapoacha kutoa sadaka, wanapoacha kuabudu, kwa hiyo wanasababisha matatizo, maana ni desturi yao tangu mababu. Wakisababisha shida, mababu walikuwa wanatafuta sababu ni nini, wanaenda kutambika. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo wakisikia njaa wanatikisa, matatizo ya kutokea watatambika. Sisi hatutambiki, tumeshanunua na damu ya Yesu. Kwa hiyo sasa lazima tumalize hiyo kesi ili wahame kwenye maisha yetu waondoke wakiishi. Sijui kama unanielewa. Nimeomba, nimemaliza sana kuja kulala. Nikaota ndoto natoka Moshi. Nafika mitaa ya Kia. Ikiwa nafika mitaa ya Kia, kabla kufika ile njia kuteremka airport kwa nyuma, nikaona nampigia mtu simu. Nikimwambia nisaidie pasipoti yangu. Tiketi ninayo kwenye simu. Nisaidie pasipoti yangu. Begi la nguo mtu ataweza kuleta hata kwa toyo. Wewe chukua toyo mwai, kwa sababu kulikuwa niliona kama palikuwa kuna foleni fulani ilikuwa kubwa kwenye barabara. Nikaambia siwezi kuondoka bila pasipoti. Lakini nguo zikibaki nikaenda kununua nguo mbele safari. Nikaona naenda nchi fulani. Na kweli nilikuwa naenda hiyo nchi. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona nimepita ile njia. Nikaona nimefika mahali kabla ya kuingia ile barabara ya Kia. Nikaona kama barabara ilikuwa nyingine. Kumepigwa, sijajua ni bomu la namna gani limepasua korongo. Kunizuia nisiende kukuta ile njia kwenda wapi? Airport. Nikapambana na ile korongo, nikatembea kwa shida mpaka nikalivuka. Baada ya kulivuka nikakuta mika fulani. Ile mika niliyokuta, nikakuta nyumba za tembe. Tembe ya makuti. Sisi Uchagani walikuwa jengi tembe ya nyasi, ni ya makuti ya migomba. Nikamwona mtu namfahamu na ameokoka. Namfahamu na ameokoka kama vile nije huku na kuona, afu niko kwenye ulimwengu wa roho. Nikamuona yeye amesema mambo yamekuwa magumu. Watu walipotaka kufanikiwa kwenye ndoa, walitaka niwa wakipata shida, walikuwa wanatoa maziwa mbuzi kwa mabibi. Kwa hiyo amezuiliwa kuolewa kwa sababu mabibi wanadai nini? Mbuzi. Nikamwambia kwa hiyo umeamua kwenda? Akaamua kwenda kwenye vile vinyumba, na nikamwambia sikiliza, sitoi mbuzi, sishiriki maziwa yao, pombe yao, sina mpango, mimi wa Yesu. Nikamshangaa ameokoka, umeamua kwenda? Nikaona ameingia kwenye vile vinyumba. Na waongea Kiswahili kule wanaongea kilugha. Mimi nikanyoosha mbele, na itafuta nini? Airport. Kwenda mbele. Nilikuta tena sijajua ni mto ni wamejenga korongo lingine, linadumbukia mbali, ukakanyage mawe, ujishike utafute pa kupanda. Nikashtuka usingizini. Nikasema safari naenda, sijui kama visa napata ubalozi. Sijui kama napata hiyo visa ubalozi. Na sasa hiyo niko kwenye maombi, nikitoka natakiwa kuripoti wapi?
ubalozini. Sikupata ile safari kweli. Na nikiwa nimesafiri nimeenda na ubalozini, pale wakaniambia sawa, mchungaji unapata, chukua laini yako, ukifika kule ndo laini utatumia ukiwa Ulaya. Hii hapa, ngambia hai. Lakini usiku wake niliota ndoto. Niliota nimepanda gari. Wamefika njiani, tumepanda mlima mkali. Wakasema yule abiria anaenda nchi fulani, ya nchi ikatajwa. Anaenda airport kwenda nchi fulani, ashukia hapa. Nikijua nimefika airport, kushuka gari likaniacha sijafika wapi. Nikasema hii kitu sijashinda ile vitu. Hawafai kupanda ndege. Hawajui mataifa ni wapi. Wanataka kunisababisha mimi niishi kama wao. Nikaanza tena kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kimwili sababu zinaelezeka, kiroho ni kitu kingine kabisa. Walijikoroga tu kwenye dokumenti za kule na huku tarehe zikapishana. Sijui kama unanielewa. Sijui kama unanielewa. Mwangalie jirani yako. Mwambie kuna vitu vinazuiliwa kwenye maisha yako nafikiri ni kawaida. Ni ulimwengu wa roho kwenu. Hautaki uende mahali. Na kwa sababu tumeacha kuabudu hiyo miungu, wana hasira. Kwenye Sefania anasema Mungu ataifisha miungu yao kwa njaa. Wao kumbe wana njaa wasipotolewa sadaka. Tunasikilizana? Na sisi tumeshakuwa wa Yesu Kristo. Ili tumalizane na hizo kesi, wasitufuatilie kutupiga, wasitutese, wasitese kizazi chetu. Lazima toba ya uovu, tulipe damu ya Yesu, tuvunje maagano yao, tubomoe madhabahu zao, tutoke na kila kitu chetu kwenye ulimwengu wao wa kiroho, tuishi upya katika jina la Yesu aliye hai. Mwambie jirani yako, unaelewa sasa? Au tukiomba unaelewa unachoomba? Nimetoa mafafanuzi ili kumsaidia yule ambaye hajawahi kuhudhuria nikifundisha aelewe kuna mavitu yanatokeaga, kumbe mapicha picha kwenye maisha, kumbe kwenye ulimwengu wa roho yana sababu. Hakuna kitu chochote kinatokea kwenye maisha yako ambacho hakina sababu kwenye ulimwengu wa roho. Nyuma ya kila tatizo kuna kitu cha kiroho kimesababisha. Hakuna kitu kinaweza kuja mwilini kabla kijasukumwa na ulimwengu wa roho. Sema hakuna jambo lolote linaweza kutokea kwenye ulimwengu wa mwili. Rudia kwa sauti. Kama halijasukumwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Halipo jambo lolote linaloweza kutokea kwenye ulimwengu wa mwili kama halijasukumwa kwenye ulimwengu. Aidha Mungu kaliachilia kutoka kwenye ulimwengu wa roho au nani? Shetani. Maana kuna falme mbili tu kwenye ulimwengu. Kwa sababu hii dunia tunayoishi imetokana na ulimwengu wa roho. Mungu aliyekuwepo rohoni akasema iwe. Tunasikilizana? Kwa chochote ambacho tunakiona katika dunia hii kina mtu anakipitia. Iwe ni Mungu amekubariki, hiyo baraka lazima ianze kwenye ulimwengu wa roho. Iwe ni mtu ameporomoka, lazima poromosho kwanza kwenye ulimwengu. Kwa kila unachopitia kina sababu nyuma yake. Mwambie jirani yako, kila unachopitia kina sababu ya kiroho nyuma yake. Omba toba kwa kumaanisha. Lipa damu ya Yesu. Haleluya. Wangapi hapa wana majina ya kurithi? Una jina la kurithi? Una jina la kurithi? Jina la nani? Yesu ni wako. Wewe? Wewe? Bibi. Mama yake babu. Kwenu kuna wazee sahihi? Pangekuwa na wazee watu wazima, ungejaribu kuuliza maisha ya huyo mtu. Kuna vitu lazima utakuwa unapitia vinafanana na maisha alivyopitia. Hujawahi kutafuta? Umekaa naye? Umelikana jina? Halikani kusema sinitaki. Halikani kwa njia hiyo. Kusema tu silitaki. Silimeshavaa kiroho. Ni vazi kwenye ulimwengu wa roho lalo tafsiri maisha yako. Sijui kama unanielewa. Sasa ili kulitoa lazima kurudi kiibada. Maana linafanya kazi kiroho. Mama mmoja aliongea na rafiki yake. Rafiki yake ana mtoto. Na rafiki yake alikuwa Mtanzania. Huyu mama rafiki mtu alikuwa na watoto. Wakati akiwa mjamzito wakakubaliana kama ni wa kike nitamwita jina
lako. Hawana undugu, mmoja Mtanzania mwingine sio Tanzania, hawana undugu, lakini kwa sababu amependana na mwenzie na mtoto akakubali kama Tanzania wa kike wamwite hilo jina. Kwa hiyo kazaliwa wa kike akamwita lile jina, halikuwa kumtesa. Siku ameolewa hakuna mtoto, siku ameolewa hakuna mtoto. Na yule binti mama yake akweli amemwadisia, kumwadisia mama yake akufanyaje? Mama akumwadisia. Siku moja kwenye maombi anaombewa, kalipuka mapepo, yakasema tuko hapa kwa sababu ya jina la aliyepewa. Akuzuiwa ndoa, alizuia uzao. Umenielewa? Sasa binti, mtumishi wa Mungu akamwambia, eti binti samahani, akamwambia ufahamu kafunguka, hebu tueleze jina lako ni la nani? Akasema ni la kwangu. Kwani kuna mtu mwenye jina? Hapana, ni la kwangu. Akamwambia hapana, hebu tutafutie watu wa familia wafanyeje, watuhadisie, maana mama hayupo, mama alishakufa, kamwacha sasa mdogo, sasa kaja kawa mkubwa. Kwenye kupeleleza kwenye familia wakasema, lakini ndugu yetu alikuwaga na rafiki yake ambaye hakuwaga na mtoto. Tulipomwambia huyu mtoto ni jina la nani, akasema la rafiki yake, na tulikuwa tunamjua rafiki yake hakupataga uzao. Ndio kwanza kushirikia toba na kuvua madhabahu za yule mtu, ndio yule mtu kuja kupata uzao. Angalia jirani yako, mwambie mtu wa Mungu, ukichukua kaniki ukafunika vazi zuri linalong'aa, lile vazi halitaonekana mpaka umeondoa ile kaniki. Ndivyo lilivyo jina la kupewa. Sijui kama unanielewa. Haleluya, haleluya. Kuna vitu lazima tuvishirikie. Mimi nilikutajwa majina mawili, mama wangu akakataa. La kwanza alipotajwa niite mama, akasema hapana. Akaambiwa sema jina, akasema niite Veronica. Sema la pili akasema niite la huyo mtu. Sehemu ya maisha yake nimepitia. Na yani ni Mungu amenisaidia tu, kuna baadhi ya vitu baada ya kujua kweli. Na mama alikuja kunieleza baadaye. Nikiwa mchungaji, nikiwa natafuta sababu ya mambo fulani nilikuwa napitia. Nikamwambia mama, hebu nieleze, ilikuwaje mkaniita hili jina? Ili nijue ukweli, ni walilipenda au wana sababu. Akaniambia ilikuwa hivi, ulikuwa uitwe fulani, ambaye namfahamu huyo fulani, shangazi yake baba yangu. Ulikuwa uitwe fulani. Nikasema mama akasema nikakataa. Kwa hiyo nikasema uitwe Veronica. Wakasema basi jina la pili ni hilo. Kwa hiyo akaniambia ulipobatizwa uliitwa majina mawili. Nikamwambia unasemaje? Nikamwambia naomba kile cheti. Akaniambia njoo kuchukua. Siku tumeenda tukakitafuta, nikakuta limeandikwa moja. Nikamwambia mama, mbona liko moja? Akaniambia haiwezekani. Nikamwambia ni kweli hapa. Akaniambia ngoja nikuandikwa la pili wakati uliteuliwa majina mawili. Nikaanza kujua kuna kesi inanitesa. Kuna kesi inanitesa kutokana na ile jina la ngapi? La pili. Kwa kuna mambo mengine yanakutesa ni kwa sababu kwenye misingi wanatafuta uhalali. Huyu ni nani? Huyu ni bibi. Huyu ni nani? Sio kama unanielewa. Unanielewa? Ngoja nikwambie kitu. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kanitoa YouTube. Haja nawe. Ninaja nawe. Yesu ninaja nawe. Yeye ni hitaji la moyo wangu. Nina haja nawe. Tusimame kwa ajili ya maombi. Yeah.